Usitembee na ya kale. Hata unapohitaji kumaliza mwaka, kama bado una ya kale, uyashughulikie yaondoke, ili uwe kiumbe kipya. Ndio maana watu wengine analaumu wokovu kwamba wokovu hauna chochote. Sababu sio Mungu, sababu ni wewe. Wewe hujataka kubadilika. Wewe bado unatembea na tabia za asili. Wewe bado unatembea na tabia za ukoo wenu. Sisi ukoo wetu wali hivi, wapi na wapi? Huu ni ukoo wa Kristo, sio ukoo wa wahunga wala wapagani. Hapana. Bwana atusaidie sana. Kwa hiyo ukiwa ndani, ili ukikaa nje, Biblia inasema kukaa nje maana yake ni kukaa na ile hali. Wakolosai sura ya 3. Sura ya 3 mstari wa 5 na kuendelea. Soma mtumishi. Panahitaji mafafanuzi. Basi vifisheni viungo vyenu vilivyo vya dunia: uasherati, uchafu, tamaa mbaya, mawazo mabaya na kutamani ndio ibada ya sanamu. Kwa ajili ya hayo mambo hayo huja ghadhabu ya Mungu. Katika hayo ninyi nanyi mlitembea zamani mlipoishi katika hayo. Mlipoishi katika hayo: hasira, tamaa, mawazo mabaya, matusi, uongo, emetaka na kadhalika. Kwa hiyo kama bado mambo kama haya yanakuandama, mpendwa, hujao kiumbe kipya. Huo ndio ukweli. Kama bado unasumbuliwa na hasira, kama bado unasumbuliwa na tamaa mbaya, kama bado unasumbuliwa na uongo, kama bado unasumbuliwa na mambo mbalimbali na uchafu, na uchafu umetaja wasiooga na kufua, nalo ni pepo, wasiopiga mswaki, wasiochana nywele, wasiooga, wasiofua nguo za nje na za ndani, ni wachafu hao. Bado acheka kwa baada ya wao. Wewe hujawahi kuona unakaa na mtu asikia harufu fulani fulani, baadaye nguo za ndani ni chafu. Au mtu asiye kichwa kinanuka, haogani. Mwangalie mwenzao. Wengine mero amejaa ugali. Mukivaa utu mpya, kuokoka, Mungu anahitaji tuwe wapya, ndipo aweke mambo mapya, aweke huduma, aweke karama, aweke mambo mbalimbali, aweke na pesa. Mungu hawezi akupa pesa kama wewe hujabadilika, utamaliza watu. Sio rohoni tu, hata pesa. Mungu hawezi akampa mtu pesa ambaye hajafanyaje, atamaliza ndoa nyingi za watu. Watoto wa shule hawatasoma, itakuwa ni kero. Sasa kwa sababu hajabadilika, Mungu inabidi ampe hela chache chache za kununua nyanya na chumvi, aishe pale. Au nabishi. Haya, twende sasa za kubadilika. Sehemu za nini za kubadilika? Moja, fikira sawa. Fikira au akili. Wakolosai 10:3-10 imesema mukivaa utu mpya unaofanywa upya
katika ufahamu kulingana mfano wake yeye aliyeuumba. Katika nini? Katika ufahamu. Akili yako ibadilike, uweze kufikiria vitu vipya. Usifikirie kama ulivyokifikiria zamani. Akili yako kama bado imefungwa, haijabadilika, utakaa vile vile, utakaa ni yule yule. Kwa sababu ili mabadiliko yawepo, kitu cha kwanza ufahamu ubadilike, uwe mpya. Unanielewa watumishi wa Mungu? Maana unapokuwa ndani ya Kristo, hebu zima umeme, nimechemka. Unapokuwa ndani ya Kristo, tayari ufahamu wako inabidi akili yako, fikira yako ibadilike. Au upaache. Fikira zako zikibadilika, maana yake utaanza kufikiria vitu vingine vipya. Utaanza kufikiria hata maendeleo. Utaanza kufikiria hata namna ya kumtumikia Mungu, maana tayari akili zako zimebadilika. Sema amen. Hii niliongea sana leo kuhusu fahamu. Huu ufahamu humu kichwani ndio nasema kwamba akili wa Yesu, alafu ila kwanza umwambie Yesu, ninaomba hizi akili zangu zibadilike, nisiwe na mawazo mgando. Mawazo mgando maana yake ni mawazo yale yale, unawaza vile vile, hauwazaji vipya wewe. Na maisha uwezi ukayabadilisha kama akili haijabadilika. Kama unabishi, soma Misali 21:5. Misali 21:5 nasema mawazo ya wenye bidii kuelekea utajiri tu, bali kila mwenye kuvuka